Sasa na wengine tunajua tuko kwenye listi ya kuumizwa. Sisi wengine tumeiambia familia zetu. Wakati mwingine fikra nilizokuja nazo hapa na kitu ninachokiona kinafanywa hapa ni tofauti kabisa, na inasikitisha sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1994 Rwanda iliingia kwenye machafuko makubwa sana yaliyosababisha mauaji ya zaidi ya watu milioni 1. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia na ukifuatilia mauaji yale, kulikuwa na visasi, kulikuwa na kupuuzwa watu, kulikuwa na watu kuonewa, kulikuwa na double standard, na watu wakafika sehemu wakachoka kweli kweli, ikatokea matatizo makubwa kama yale. Leo hapa Tanzania, kule Msoma mwaka 2010 yaliwahi kutokea mauaji mabaya ya kulipiza kisasi. Watu zaidi ya 16 kwenye familia moja wakauawa. Wengi mnajua. Wakauawa, mbuzi wakauawa, ng'ombe, paka kuku na mbwa wakauawa kwa sababu ya visasi. Leo nchi hii watu wanapigwa kwa sababu wengine wanafikiri wako salama, na kwa sababu wanafikiri wako kwenye madaraka, wanaona ni sawa hawa kufanyiwe hivi. Katibu wetu wa kata ameuawa, watu wanaona ni sawa. Tundu Lissu amepigwa risasi, watu wanaona ni sawa. Watu wanaonewa, mnaona ni sawa. Sasa na wengine tunajua tuko kwenye listi ya kuumizwa. Sisi wengine tumeiambia familia zetu kwamba hata kama ni baada ya miaka 10 kwa watu watakao tufanyia ubaya, lazima familia zao ziwajibike. Na hili liwe kwenye rekodi kabisa. Hatuwezi kuwa kwenye nchi ambayo imejaa upendeleo, imejaa double standard. Tunazungumza kuhusu utawala bora hapo.